Na somo la wiki iliyopita tulijifunza kwamba Mungu hapendi kuwa peke yake. Wakati mimi najifunza mwenyewe nilifurahi baada ya kugundua kwamba sababu, sikiliza vizuri, sababu iliyomfanya Mungu atuumbe sisi ni kwa sababu hapendi kuwa mwenyewe. Na wasomi wa Biblia wanasema kila kitu Mungu anachokisema na kukifanya kinamhusu. Kwa hiyo Mungu anaposema kwenye Mwanzo 2 fungu la 8, and God said it is not good for a man to be alone, Mungu pale anajizungumzia yeye kwetu sisi binadamu. Kwa hiyo kabla ya Mungu kusema si vema mtu huyu awe peke yake, Mungu alianza kwanza kusema si vema yeye awe peke yake. Na kwa sababu hakutaka kuwa peke yake, ndipo Mungu akamuumba mwanadamu. Kwa hiyo sababu ya Mungu kumuumba mwanadamu, hataki kuwa mwenyewe. Ndio maana ukisoma vizuri Biblia yako utagundua sisi wanadamu tulioumbwa na Mungu tumeumbwa kwa mfano wake. Yaani alivyo Mungu ndivyo alivyotuumba sisi. Kwa hivyo watu wa mawasiliano wanasema hivi, wanaowasiliana ni lazima wawe watu wawe aina moja ili waweze kuwasiliana. Kwa mfano mimi kuwasiliana na mbwa ni mpaka tufanye mazoezi ya training. Na mbwa nitamkalilisha. Nitakuwa labda nataka nikisema kaa au anakaa. Kwa hiyo naanza kumkalilisha. Wakati namkalisha huko namwambia kaa. Lakini mtu mwenzangu sina haja ya kumkalilisha. Nikimwambia tu kaa, anakaa. Kwa nini? Kwa sababu taarifa inapotoka na inapokwenda wanaelewana. Kama taarifa inapotoka alafu inapokwenda waelewane, hawa watu hawawezi kupata na mahusiano mazuri. Kwa sababu utakachomwambia sicho anachokisikia. Na kwa sababu sicho ulichomwambia anachosikia, tayari communication inakuwa na barrier na hamuelewani. Na kwa mantiki hiyo sasa tayari kuna tatizo kati yenu. Kwa hiyo Mungu anaposema hivi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, maana yake Mungu anatengeneza kiumbe ambacho kiko kama yeye, ambaye yeye Mungu anaweza kuwasiliana nacho. Ndio maana Mungu anasema si vema Mungu au peke yake. Na mliokuwa hapo wiki iliyopita tukasema kwamba kitabu cha Zaburi 14 fungu la 2, Mungu anaposema akaangalia duniani akakosa mtu, linafanana na Mwanzo 3 fungu la 8 mpaka la 9. Mwanadamu alipotenda dhambi, bado Mungu hakutaka kuwa peke yake. Mungu akashuka kumtafuta mwanadamu. Kwa hivyo Mungu alivyo, kabla ya sisi kuwepo, Mungu alikuwa anajitosheleza. Kwa mapenzi yake mema hakuhitaji kuwa peke yake. Na Mungu alipochagua sisi tuwepo, yuko tayari kuwa na wewe kwa gharama yoyote. Kwa sababu kabla hajakupata wewe, tayari Mungu alishaona gharama zote kuhusu wewe. Kwa hiyo mpaka Mungu anasema hivi, sasa naumba, tayari alijitosheleza kwamba naye muumba, niko tayari kusapoketi, niko tayari kwa chochote, ili mradi mimi Mungu nisiyetaka kuwa peke yangu niwe pamoja naye. Kwa mantiki hiyo sasa niliwaambia walikuwa wiki iliyopita, wewe kwetu sisi hapa binadamu wenzio duniani una hasara yoyote? Dakika ukifa na ufanyaje? Na ufu kwa sababu sitakasha. Nani hapa anayenisikiliza sasa alimuomba Mungu amuumbe? Nani aliyekuwepo sasa anafikiri sisi ni muhimu sana kwa naye? Yaani anayefikiri kwamba mimi mnanihitaji sana, mimi nyinyi mnanihitaji sana. Utakuja kugundua binadamu wote sisi kwa sisi hatuwezi kujengeana thamani kama vile ambapo Mungu anajua thamani yake. Kwa nini? Kwa sababu kabla Mungu hajakuumba, haujakuwepo, hatutegemei kama utakuwepo. Tayari Mungu alidecide mwenyewe kwamba nahitaji niwe napita. Kwa mantiki hiyo, mimi pita nikabidhaa muhimu sana kwa Mungu, na kakipotea Mungu inamgharimu. Kwa hiyo wakati binadamu wengine wanaweza wasione thamani yako, wakati binadamu wengine wanakuchukulia poa, lakini yeye aliyekutengeneza na kukuweka duniani, wewe ni wa thamani kuliko unapofikiria mikononi mwake. Kwa hiyo yuko tayari Mungu kwa lolote wewe uendelee kuwa pamoja nao. Na kwa sababu hiyo aliacha mbingu.